Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi yetu pendwa ya nyumba namba 13. Karibu uendelee kusikiliza sehemu ya 5, na kumbuka pia kusubscribe na kulike na kushare ili uendelee kupata sehemu zingine zinazofuata. Asante. Tunaendelea pale ambapo Mama Neema alikuwa anatekwa. Tokea mwanamke mzee alikuwa amebeba kuni. Alionekana mchovu. Jamani, naombeni msaada. Naomba msaidie kuni hizi. Mama Neema kwa moyo wake wa huruma akasogea. Danieli akapaza sauti, "Mama Neema, simama!" Lakini pia alikuwa amechelewa. Yule bibi alirusha unga mweupe usoni mwa Mama Neema. Mama Neema akaanza kukohoa. Kutoka vichakani wakatokea wanaume 4 waliovaa nguo za kuficha nyuso. Wakamshika Mama Neema. Acheni! Acheni! Amina akajaribu kumsaidia. Mmoja wao akamsukuma chini. Danieli akaruka na kumpiga teke mmoja wao. Mapigano makali yakaanza. Mzee Salum akapiga fimbo yake mgongoni mwa mmoja wa watekaji, lakini walikuwa wengi. Mmoja wao akapiga filimbi kali. Ndani ya sekunde chache gari jeusi likatokea kutoka njia ya pembeni. Mama Neema akaingizwa ndani kwa nguvu. Danieli akakimbia kulifuata, lakini gari likaondoka kwa kasi huku likiacha vumbi zito. Amina akalia. Wamemchukua mama yake Adamu. Mzee Salum akakaza meno. Huu ulikuwa mtego. Danieli akainama chini. Kulikuwa na kitu kidogo kilichoanguka kutoka kwenye gari. Ilikuwa ni skafu ya Mama Neema. Ndani yake kulikuwa na kipande cha karatasi kilichofungwa kwa haraka. Danieli akakisoma, uso wake ukabadilika. Amina akauliza, "Kuna nini?" Danieli akajibu kwa sauti ya chini, "Mama Neema ameacha ujumbe." "Kuna nini kimeandikwa?" Danieli akasoma kwa sauti, "Msinifuate, mwokoeni Adamu. Wananitumia kama chambo. Mtu mliyemwamini ndiye aliyewasaliti." Ukimya ukatawala. Amina akatazama kila mmoja aliyekuwa pale. "Kati yetu?" Danieli akatikisa kichwa. "Ndiyo. Mmoja wetu anawapa taarifa adui." Mzee Salma akakaza fimbo yake. Amina akamwangalia Danieli kwa mashaka. Danieli naye akamtazama Mzee Salma. Hakuna aliyesema neno. Kwa mara ya kwanza hakuna aliyemwamini mwenzake. Mbali kidogo Adamu alikuwa akikimbia kurudi alipoacha wenzake. Lakini alipofika hakukuta mtu. Aliona alama za mapambano na skafu ya Mama Neema ilikuwa imeloweshwa na matope. Akaipokea mikononi. Machozi yakamtoka. Kisha akaapa kwa sauti iliyotikisa msitu, "Namwapisha Mungu, yeyote aliyemgusa mama yangu sitapumzika mpaka ukweli ujulikane na haki itendeke." Mbali nyuma ya mti, mtu mmoja alikuwa amevaa koti jeusi alitabasamu. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Ndicho nilichokuwa nataka. Sasa mchezo umeanza kweli." Mvua ndogo ilianza kunyesha. Matone ya maji yalidondoka juu ya majani ya msitu wa mbuyuni, yakitoa sauti ya kutisha iliyoongeza hofu. Adamu alikuwa bado ameshika skafu ya Mama Neema. Aliinua usoni na kuivuta harufu yake. Machozi yakamtiririka. "Huyu ndiye mwanamke aliyenilea. Siwezi kumwacha." Kapteni Hamisi akamsogelea. "Mwanangu, kuna wakati moyo hutaka kukimbia, lakini akili ndiyo huokoa maisha." Adamu akatikisa kichwa. "Hapana, nitamtafuta." Kapteni Hamisi akatoa filimbi ndogo ya shaba mfukoni, akamkabidhi Adamu. "Hii ilikuwa ya baba yako. Ukipuliza mara 3, rafiki atakusikia. Ukipuliza mara 1, adui pia atajua ulipo." Adamu akaichukua akaifunga shingoni. Wakati huo huo, ndani ya gari jeusi, Mama Neema alikuwa amefungwa mikono. Uso wake ulikuwa umetulia, ingawa moyoni alikuwa na hofu. Mbele yake aliketi yule mwanaume mwenye uso uliofunikwa. "Hujabadilika Mama Neema." Mama Neema akamtazama kwa makini. "Hivi nakujua?" Mwanaume huyo akacheka. "Utanijua muda ukifika. Namtaka damu." "Utampata." "Uko tayari kufa kwa ajili yake?" Mama Neema akatabasamu. "Mama hufa mara 1000 kabla hajamtoa mwanae." Mwanaume huyo akakaa kimya kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Ndio maana nilikuwa nakuheshimu." Danieli, Amina na Mzee Salum walikuwa wakijadili ujumbe uliokuwa umeachwa na Mama Neema. Amina akasema, "Kama kuna msaliti kati yetu, basi hakuna anayepaswa kutembea peke yake." Danieli akatikisa kichwa. "Ni kweli."
lakini mzee Salum alionekana mwenye mawazo mengi. Danieli akamuuliza, unafikiri nini mzee Salum? Kuna jambo halijakaa sawa. Lipi? Aliyetutega alijua njia tuliyopita. Hiyo ina maana gani? Ina maana taarifa zilitoka kabla hata hatujaondoka. Wote wakanyamaza. Wakati huo Rehema alifika kwenye kibanda cha Inspekta Omari. Akampatia kifaa cha kurekodia. Nimefanikiwa. Omari akaanza kusikiliza. Ndani ya rekodi kulisikika sauti ya Kiwelu. Kaburi lisifunikwe. Mwanaume mwenye koti jeusi ndiye aliamuru kila kitu. Mimi pia naogopa. Omari akasimamisha rekodi. Uso wake ukabadilika. Hii haiwezekani. Rehema akauliza, kuna nini? Omari akatoa picha ya zamani kutoka kwenye draw. Picha hiyo ilikuwa ya askari 4 waliokuwa wamevaa sare miaka mingi iliyopita. Akanyosha kidole kwa mmoja wao. Huyo ndiye mwanaume mwenye koti jeusi. Rehema akapanua macho. Lakini picha hii ina zaidi ya miaka 25. Ndiyo. Basi angekuwa mzee sana. Omari akameza mate. Hapo ndipo siri ilipo. Kwa mujibu wa kumbukumbu za serikali, mtu huyu alitangazwa kuwa amekufa miaka 23 iliyopita. Wakati huo, Adamu alipuliza Filipi mara 3. Ndani ya dakika chache, mbwa mkubwa mweusi alitokea kutoka msituni. Alikuwa amechoka, lakini macho yake yalikuwa makali. Kapteni Hamisi akatabasamu. Amekukumbuka. Adamu akashangaa. Mbwa huyu ni nani? Huyu anaitwa Duma. Alikuwa mbwa wa baba yako. Adamu akapiga magoti na kumpapasa. Duma akaanza kunusa skafu ya Mama Neema, kisha akabweka mara 2. Alafu akaanza kukimbia kuelekea upande wa mashariki. Kapteni Hamisi akasema kwa haraka, "Fuata." Wapi? Mbwa huyu amenusa harufu ya Mama Neema. Adamu na Kapteni Hamisi wakaanza kumfuata Duma kwa kasi. Baada ya dakika kadhaa, walifika mbele ya jengo kubwa la zamani lilokuwa limezungukwa na ukuta wa mawe. Linaonekana kama hospitali ya zamani iliyotelekezwa. Dirisha moja lilikuwa limevunjika. Kutoka ndani ilisikika sauti ya mwanamke mmoja akiomba msamaha. Adamu, mwanangu. Ilikuwa sauti ya Mama Neema. Adamu akakaza ngumi. Nimekufikia mama yangu. Lakini kabla hajasogea, Kapteni Hamisi akamshikia bega. Usikimbilie ndani. Kwa nini? Kapteni Hamisi alinyosha kidole juu ya mlango mkuu. Kulikuwa na kamera 3 na pembeni yake kulikuwa na bomu la kutegwa kwa waya mwembamba ambao usingeonekana kirahisi gizani. Kapteni Hamisi akamnong'oneza, huu si mtego wa watu wa kawaida. Kuna mtu amepanga kila hatua yetu. Mvua ilisimama ghafla. Kimya kizito kilitanda mbele ya jengo lile la zamani. Duma alisimama na kuanza kunguruma taratibu. Kapteni Hamisi akainama chini na kuchunguza waya uliokuwa umefichwa kwenye nyasi. Hii si kazi ya wahuni wa kawaida. Adamu akamuuliza, una maana gani? Haya mabomu yametegwa na mtu aliyepata mafunzo ya kijeshi. Adamu akakaza meno. Basi huyu ndiye mtu aliyemuua baba yangu. Kapteni Hamisi hakujibu. Alionekana kama kuna jambo aliloficha. Ndani ya jengo, Mama Neema alikuwa amefungwa kwenye kiti cha chuma, lakini hakuwa peke yake. Pembeni yake alikuwepo mzee mmoja aliyedhoofika sana. Ndevu zake zilikuwa zimejaa mvi. Mikono yake ilikuwa imefungwa minyororo. Mama Neema akamwangalia. Wewe ni nani? Mzee huyu akainua kichwa polepole kwa sauti dhaifu akasema, nimekuwa nikisubiri siku hii kwa miaka 25. Mama Neema akapanua macho. Haiwezekani, wewe bado uko hai. Mzee akatikisa kichwa. Walinificha ili ukweli usizikwe. Kabla hajaendelea, mlango ukafunguliwa. Yule mwanaume mwenye koti jeusi akaingia. Safari hii hakufunika uso wake kabisa, lakini mwanga ulikuwa hafifu kiasi kwamba sura yake haikuonekana vizuri. Akamwangalia Mama Neema. Je, unajua kwa nini nimekuleta hapa? Mama Neema akajibu kwa ujasiri. Kama unataka Adamu, utamtafuta mwenyewe. Kama unamtaka Adamu, utamtafuta mwenyewe. Mwanaume huyo akacheka.
Hapana, nilikuletea mtu ambaye hukutegemea kumwona. Akanyosha mkono kuelekea yule mzee aliyefungwa. Mama Neema akabubujikwa na machozi. Samahani, nilidhani umekufa. Nje ya jengo, Adamu alishindwa kuvumilia. Sitasubiri tena. Akataka kukimbia kuelekea mlangoni, lakini Duma akamng'ata taratibu suruali na kumrudisha nyuma. Kapteni Hamisi akatabasamu. Huyo mbwa amekuokoa. Kuna nini? Wakati huo Danieli, Amina na mzee Salim walifika nje ya jengo lile. Walifurahi sana kumkuta Adamu, lakini wakashangaa kumkuta na Kapteni Hamisi. Mzee Salim akamuuliza, Kapteni Hamisi, bado upo? Kapteni Hamisi akamwambia, nashangaa na wewe bado upo. Danieli akamwambia, haina haja ya kuendelea kuulizia nani yupo na nani hayupo. Cha msingi hapa tumuokoe Mama Neema. Danieli akatoa darubini ndogo, akatazama dirishani, kisha uso wake ukabadilika. Nimewaona. Mama Neema? Ndiyo, na kuna mzee mwingine. Kapteni Hamisi alipochukua darubini, mikono yake ikaanza kutetemeka. Hapana, huyu hawezi kuwa. Amina akauliza, unamjua? Kapteni Hamisi akameza mate. Ninamjua. Ni nani? Kapteni Hamisi akajibu kwa sauti iliyokatika, huyu ndiye Jaji Rashid, jaji aliyesimamia kesi ya mauaji ya mzee Baraka. Danieli akapanua macho. Lakini kumbukumbu zake zinaonyesha alikufa miaka 20 iliyopita. Kapteni Hamisi akatikisa kichwa. Kumbe alifichwa. Na kama yuko hai, basi anaweza kumtambua muuaji wa kweli. Wakati huo, Rehema na Inspekta Omari walikuwa wakielekea hospitalini kwa gari. Rehema akamuuliza, kwa nini hukumwambia Adamu ukweli wote? Omari akatazama mbele. Kwa sababu bado sijui ni muamini nani. Rehema akamwangalia. Hata mimi? Omari akatabasamu. Uaminifu hujengwa kwa matendo. Ghafla, gari lao likapasuka tairi la mbele. Likaanza kuyumba. Omari akalizuia kwa shida. Waliposimama wakakuta barabara imefungwa kwa mti mkubwa uliokatwa. Kutoka msituni wanaume 6 waliovaa barakoa wakatokea wakiwa na silaha. Mmoja wao akasema, Inspekta Omari, upelelezi wako umeishia hapa. Omari akashusha pumzi. Akamkabidhi Rehema bastola ndogo. Ukiona mimi sijaamka, mtafuta Adamu. Rehema akatikisa kichwa huku machozi yakimtoka. Usiseme hivyo. Kiongozi wa wale wanaume akainua mkono. Washambulieni. Wanaume wote wakaanza kukimbia kuelekea kwa Omari na Rehema. Wakati huo huo, ndani ya hospitali, mwanaume mwenye koti jeusi akatoa simu yake, akatabasamu. Mpango unaendelea vizuri. Kisha akasema maneno yaliyofanya hata watu wake washangae. Hakikisheni Adamu anaingia ndani ya jengo akiwa hai, kwa sababu mlango wa siri unaweza kufunguliwa na damu yake pekee. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 5. Nini kinafuata katika sehemu ya 6? Endelea kufuatilia simulizi yetu ya nyumba namba 13 kupitia hapa Simulizi Nova. Msimuliaji wako ikiwa ni mimi, Simulizi Nova. Endelea kusubscribe chaneli yetu ya Simulizi Nova ili uweze kupata mwendelezo wa kisa hichi kitamu kiitwacho nyumba namba 13.